Majina ni Brian Mbabu, Green Life. Green Life ni kampuni inayo deal na madawa za agrochemicals na pia tuko na dawa za public health. Tuko na dawa ya kitu ambayo inasumbua watu sana kwa mahindi. Inaitwa Benzoron. Watu wamezoea dawa inaitwa Escort. Escort ile iko na kifuniko ya purple. Ile iko na kifuniko ya purple. Yes. Lakini molecule ya Escort emamectin imetumika sana mpaka hao viwavijeshi wamekuwa kichwa ngumu. Ati ukiambia mkulima Escort iko na dawa gani? Umwambie kwa lugha ambayo haumkimbizi. Escort iko na emamectin. Yes. Iko na emamectin benzoate ya 19 grams per liter. Na wameitumia sana, ni dawa mzuri, inafanya vizuri sana. Lakini as for now wakulima wamekuja na concern kuna kwenye ifanyi kwenye imetumika sana. So Green Life wakaamua kukuja na new product inaitwa Benzoron. Benzoron iko na dawa mbili, iko na emamectin, iko imeongezewa kiasi, iko imeongezewa yani percentage, na pia iko na dawa inaitwa Lufenaron. So Benzoron ni dawa ambayo wanasema hapa iko na Lufenaron ya 60 grams na emamectin ya 50 grams. Na emamectin ya 50 grams. Kwa hivyo wanasema hapa iko na 110. Iko na 110. Yes. Sasa hii ndio kiboko yao saa hii iko kwa market ya kupigana na fall armyworm. Hiyo ukipiga inapigwa at a rate of 5. At a rate of 5 na Escort ilikuwa inapigwa at a rate of 10, wengine 15, wengine mbao. Hii hata imeadvise ipigwa 2.5 lakini unapiga 5 ndio ikuwe most effective. Yes. Ukipima 5 mambo yako inakuwa sawa sawa. Viwavijeshi hawaza kuvamia, na kama kawaida usingoje viwavijeshi ukuwa mkulima waingie kwa shamba ndio uanze kupuliza. Fanya scouting mapema, uanze kunyunyizia Benzoron yako, na inapatikana hapa mazao na afya kwa bei nafuu na mkulima atasaidika. Yes. So kwa kitu ambacho nimeelewa hapa ni kuwa Benzoron iko na dawa mbili ambazo zina target kiwavi. Kile ambacho kinakukulia mahindi unapata iko na parallel holes ama mashimo ambayo yamefuatana kando kando. Kwa hivyo ukiwa umepiga dawa kama vile Escort kwa muda ukaona labda kiwavi bado kinaacha shimo mbili, ulikuwa unapata shimo 20 ukapiga Escort ukapata mbili zimepatikana. So unakuja na Benzoron rate umesema ni how many mils? 5 ml per 20 liters. 5 mils kwa 20 liters. Kwa wale wakulima ambao wanatumia hiki kipimo cha kifuniko, kuna pale ambao umeandikiwa calibration. Kwa sababu kuna yule atasema yangu kifuniko haina 5, kama haina 5 unajaribu unaitisha ama unatafuta ile kidogo. Na pia kuna wale wakulima labda wametumia dawa ambazo zinatumiwa kipimo mingi. Kwa sasa hii kulingana na ile concentration naona ndani ukitumia 5 ile ambayo kiwavi chochote kikiguza kikiuma kinaweza kikaangamia. So mahindi isiweze ikakuliwa na fall armyworm. As a farmer unajiangalilia. Kwa hivyo use Benzoron, alternate with Escort, na mmea wako utasaidika zaidi. Kabisa. Yes. Next hapa tuko na ukulima wa mbosho na dengu. Watu wengi wamezoea kulimia ile ku reduce labor. Green Life imeangalia ikaamua kuwaletea solution ya ukulima wa dengu na mbosho, ikawaletea product inaitwa Bentagran Top. Ndo hili jembe la kulimia dengu na mbosho. Hii at a rate of 50 ml ndo unapimanga kwa pump, na inakulimia mbosho zako ama dengu zako vizuri. Makosa moja wakulima wanafanya sana ni kulimia mbosho ama dengu at the wrong time. Mbosho ama dengu usiende kulimia na selector wakati ziko na flowers, wakati ziko 2 flowers. Zinafanya kitu tunaita abortion. Kuna ile wakati ambayo unafaa kupiga dawa za kulimia. Kweli. Mmea ikiwa vegetative. Ile wakati ambayo iko from 2 to 6 weeks. Na hata ukiweza ikishatokea imepata majani 4. Piga hapo. Lakini isipite 4. Ikipita 4
Hapo umeband. Na sana sana pia ukipiga herbicides, I think kuna mambo ya nozzles. Ile spray program ambayo unapiga, herbicides zinafaa kuface chini. Your nozzle should not be facing your crop. Inapaswa kuface chini. Ina face chini and pia hizi nozzles ziko na Green Life pia watatuelezea ukitumia hili jembe utangoja muda gani ndio uweze kuvuna na mazao yakakuwa na siku yakakuwa yamemaliza ile PHI. Na pia kuna wale ambao pia uangalia dawa nikipiga naweza nikalima kitu nyingine baada ya kupiga Bentagran top. Naweza nikalima kitu nyingine baada ya kupiga Bentagran top, hainanga shida, unaweza ukalima kitu kingine na itamea vizuri sana. Haina mambo eti ukilima kitu kingine eti itachomeka, hakuna kitu kama hiyo. Bentagran niko sawa, haina mambo mingi. Mkulima ambaye hajalimia maharagwe amechelewa, maharagwe ikiwa peke yake. Kwa sababu kuna wale wanasema mahindi na maharagwe, lakini kwa sasa maharagwe yakiwa peke yake. Umepanda single crop ama monocrop na ile shamba imemaintainiwa ikiwa na hiyo pekee. So unapiga Bentagran na hadi utakapo harvest ile Bentagran yako haita affect other crops zitakuja pale baadaye. So to all our farmers, use Bentagran. Rate ni 50 to 100, isipite 100. 50 ml kwa 20 liters. Kwa hivyo unaona ukiwa na lita moja na ni kwa bei nafuu ni 20 pumps. Yes, ni 20 pumps. Yes. Tuko na maharagwe hapa, inaitwa Rosecoco type na ni nyota. Kutoka Green Life tumeamua kuwajali na mbegu ya maharagwe. Iko kwa soko saa hii, ishaingia kwa soko, imelimwa na wakulima kadhaa na production yake iko sawa. Na madini pia ukivuna watoto watapata madini mema sana kutoka kwa hiyo chakula. Madini kwa kizungu nutrients, yes. Nutrients. Ama ile ambayo imesimamiwa na Waebo. Minerals. Minerals ama nutrients ambazo mtoto ama jamii inahitaji. So ambazo jamii inahitaji ziko hapa kwa hii mbegu na inahitajika sana. Baada ya kula nyama unaamua ukule maharagwe kidogo. Unaamua ukule Rosecoco ya Green Life nyota. Yes. Na mambo yako inakuwa sawa. Kama mfuko haifiki nyama, hutakosa mkebe moja ya maharagwe na mambo inakuwa sawa sawa. Na kuna kitu ambacho nimeona hapa kwenye hii label. Yes. Pia mkulima ameelezwa jinsi ya kupanda yale maharagwe. Yes. Unaambiwa uspace 75 centimeters. Yes. Ya row to row. Yes. Alafu 10 centimeter ya plant to plant. Yes. Kwa hivyo pia ukitumia zile spacing ambazo umeadvisiwa ama umeambiwa utumie, unakuwa umepata 100% germination. Ile ambayo imeandikwa. Na pia kuna wale ambao labda hawajapanda na wanatarajia kupata mavuno kwa siku kidogo. Yes. Maharagwe siku zake zikipita siku 75, yes. Maharagwe ishakuwa ready. Na utakuwa umejua jua imewaka. So farmers who are doing beans, na pia hii ni common bean lakini ni nyota. Ni generation ambayo ni improved, iko na more zinc, more nutrients in it. Yes. Na ukiipanda utapata manufaa zaidi from our farmers. Yes. Unajua pia nikiwa nimekaa hapa, kuna yale maswali ambayo huwa naulizwa, umeniambia nikapande hii. Kwa nini nisipate kipimo ambayo inanitosheleza? 2 kg that is. Yes. Sasa wakulima wakisema hivyo, nimejua hilo swali limeulizwa mara nyingi, lakini ningeomba pia mkulima mwingine ambaye ametujoin saa hii ajue pia tunamjali na tunaangalia yale maneno. Na ningetaka kujua huyu mkulima ambaye amechukua hii 5 kgs atapanda na atarajie kuvuna kiasi gani kwa ile ekari moja? Ile ekari moja akipanda na azingatie hizo measurements na alimie vizuri, tuseme mvua ikatae ipunguke, isipunguke, huyo mkulima tunaweza sema anaweza pata gunia zake kutoka 6 hapo 7. Zimeenda sana. Na maharagwe inabeba kilo. Na maharagwe inabeba kilo. That is apige kama ni Bentagran mapema, dawa ya kiwavi mapema,
na afanye spacing mapema na mvua isipungue. So akiwa na hizi tatu akona tarajia hata 20 bags. Hata 20 bags. Yes. So thank you very much. Kuna kitu napenda sana kuambia wakulima. Mkulima akinunua dawa kama hii Benzoron aende kupiga. Tuko na ile norm tu, ile norm ya kawaida ya Kiafrika. Mkulima anapimanga dawa aje, anaweka maji nusu, anaweka dawa, anaongeza maji, alafu ana shake nini? Ana shake pump. Si ndio? Yes. Na kama kawaida hata huko hospitali unaambiwa kwanza ushake nini? Ushake dawa. Shake well before use. Shake well before use. Hii dawa ikiwa hapa mazao na afya ikiwa imetulia, kuna vile ile concentration kuna venye inaanza kushuka huku chini. So hizi emamectin na lufenurol unataka kuambia mkulima akichukua hii product pale kabla hujaitumia kwanza tingiza. Wacha kutingiza pump, hiyo ni kama kutingiza mtoto badala utingize dawa. Si hapo ni sawa? So hii ukiambiwa tumia 5 ml bila kushake unaweza jikuta umeweka bila nini, haina ile top layer. Haina ile top layer na hiyo concentration haitakuwa uniform. Ndio maana unaona kama kwa mbaazi unapata mkulima amenunua dawa kama tuseme dawa kama hii Benzoron, bado ameenda amepiga kwenye alianzia, unapata kumekuliwa sana kuliko kwenye alimalizia. Unashangaa ni nini? Kwani dawa ni fake? Hapana, ni venye ya kushake. So ile ya kwanza yenye alikuwa anapima yenye iko less concentrated. Yes. Lakini hiyo ya mwisho huku chini ndio inakuanga more concentrated. So kushake ni muhimu. Alafu ya mwisho after kupiga hizi dawa tulisema watu waache kukunywa maziwa, waache kukunywa chai yenye iko na maziwa. Unajua ni kwa nini? Wacha watu watumie maji. Wacha watu watumie maji. Yes. Na uji sana sana. Hizo ndizo zinatokanga kwa tumbo haraka. Na uambie kwa nini wasitumie maziwa. Mimi nimeongeza tu. Nasema wacha watu watumie maji. Wacha watu watumie maji. Yes. Maziwa unaweza ukawaeleza. Maji wetu. Maziwa kulingana na uelewa wangu, ukikunywa maziwa kama wewe saa hii after 20 minutes utakuwa unatoa kitu inakaa, utakuwa unapiga kitu inakaa, kitu iko fermented, si ndio? Umetoka kupiga hii Benzoron na ulikuwa unavuta. Wale wengi tunaassume wale wengi hawakuwa na mask, si ya corona, ilikuwa inaingia ndani ya system. Ile hewa bado utaipata hii inazunguka kwa tumbo, si ni kweli? Yes. Alafu umekunywa maziwa. Ile maziwa imeferment pamoja na ile nini? Pamoja na ile dawa. Na ile Benzoron yako. Yes. Hapo ndo unapata tunaruhusu wakulima pole. Na tukiruhusu wakulima utapata watu wa kuuzia. That is the reason. So farmers milk, yes, ni it's a healthy food. Chanita hivyo kwa sababu ni complete food. Yes. Lakini unapoitumia pamoja na mchanganyiko wa dawa, yes. After kupiga dawa ichanganyike ama ikuwe into contact with any element, itaibeba kama a live element, na ikiingia ndani yako inakuwa toxic. Mbaya sana. So ukimaliza kupiga dawa, kunywa maji kwa wingi, kunywa uji, tafuta kitu ambacho kiko na ile wash down. Si ile ya kukimbia ndani ya system yako. Yes. Governor ni selector ya mahindi. Na governor nayo ina selectianga mahindi aje. Hii ni pre and post emergency. Kama kwekwe haijamea. Kama kwekwe haijamea unaweza piga governor na hiyo kwekwe haitamea na utapanda mahindi yako mzuri. Na hiyo season hautarudi tena kwa shamba. Yes. Na kwekwe ikuwa imemea ikiwa wiki moja, bado kama ijakuwa kubwa sana, wiki moja isipite wiki 2, unaweza piga governor na mahindi yako haitakuwa affected na kwekwe. Na hiyo season pia utaingia kwa shamba tena eti unashughulikia mambo na kulimia kwekwe. Hiyo maneno itakuwa imeisha. Sasa hii ndio selector yetu ya mahindi inaitwa governor, inapimangwa 250 ml per 20 liters. Yes. So kuna wale ambao huwa wanauliza county huwa inaongozwa na nani? Na mahindi pia iko na kiongozi wake ambaye ni governor. Na governor anaua magugu kabla ya kuchipuka na baada ya kuchipuka. Yes. So it's both pre and post emergence. Yes. So ukipima na kipimo cha 250
maneno itakuwa sawa. Maneno itakuwa sorted. Yes. Na hii dawa nimeona pia iko na dawa 3 ambazo zimeandikwa pale, kwa sababu hii inaua kwekwe ambazo zina majani mapana na nyasi kwenye mahindi na sehemu zisizo na mimea. Yes. Isikuwe na mimea ingine kama sio mahindi kweli? Isikuwe na mimea ingine kama sio mahindi. Yes. Hiyo mimea ingine pia itakuwa kwekwe. Yes. Yes. Na kuna ile tunaita efficient spread ya chemicals. Yes. Kwa shamba yako. Yes. So wakulima labda hawajaweza associate na hizi vitu ambayo tunaita technological advancements. Ama teknolojia ambayo inaendelea kubadilika kila siku. Yes. Kuna gadget hapa. Hii unaona iko na system ya ile ya kitambo. Hii inakuonyesha kuwa tunataka kubadilisha, lakini wale ambao hawaja kubali anaweza pia kaangalia hapa. Yes. So hii ni electronic. Sasa niita tu vile ambavyo mtu wa kizungu anaweza akaelewa. Hii ni electronic. Ni ya stima. Hii ni ya stima. So iko na buttons. Yes. Zile ambazo mkulima anafaa afinye ukiwa pale kwa shamba lako. Na hizi buttons iko this is on my right. Yes. On my right hapa kuna power button, the red button ina shine hivi. There is also this plug hapa ndo unaekea charger yako. So wale ambao wangetaka kujua vile inapata moto yake, you charge it from this port. So ukinunua iko na charger yake, battery iko installed, kila kitu iko installed. Alafu unaona hiyo kitu iko covered hiyo area, kwa sababu pia hatutaki kuinterfere na electronic pamoja na maji. Kwa hivyo kama haina hii covering pia iko na spare yake pale kwa package yake. So ukiangalia hapa nyuma iko na gauge, I think gauge na maelezo na maandishi kadhaa hapa, lakini hapa chini ndio hiyo gauge iko. So ukiwasha you can tell whether your machine is on or off. So ikiwa off unaona hakuna kitu ambayo inaona, ikiwa on inaonyesha hapo imewaka. So pia hiyo ndio ina gauge your battery na pia kwa long term use. Then hapa niko na ile system ya stima. Hii inapiga dawa kutoka pande ya chini. Yes. Haitumii force kusuck out dawa. So ile energy unaweka pale kwa kupiga ni kidogo sana. So unatarajia tu utafinya kidogo, unaona unavyofinya hivi dawa inatoka. So hizi ndo tunasemanga ukiachilia hivi flow rate inakaa aje. Kwa hivyo coverage ya mmea wako itakuwa sawa, na at least ukipiga hii dawa continuously unaona mmea itakuwa imesaidika kunyunyizikiwa na dawa kila mahali bila kuharibu. Na pia wale ambao wako na miti ama tree crops, unaweza ukaadjust hiyo nozo ipige juu kule kwa miti. So all that from one pump. Na sijui kama kuna mahali pengine ambapo umewaeleza haya maneno, kwa sababu pia mimi nimeelezwa hivi leo, nikasoma nikaelewa, pia nimeona ikitumika na wakulima wakinufaika. So I think hii suluhisho ni kwa wale ambao wanataka kupunguza kuharibika kwa mimea, kwa sababu ya labda yule ambaye anakupigia dawa anaipuliza akiharibu mimea, anatumia nozo mbaya. But we are also organizing kama Mazao na Afya jinsi ambavyo hawa wakulima watapata hizi spray services, kwa sababu zinahitajika, zimeishi kuhitajika sana. Lakini wale ambao wanazifanya ni wale tu casuals ambao wako pale nyumbani, ambaye hajapata masomo ama hajaelimishwa kuhusu kupiga dawa ama kutumia hizi calibrations. So wakulima wetu I think mmeona ambavyo technology imeweza kubadilika, na hii yote unaipata hapa karibu na wewe hapa Mwea Ngurubani, Mazao na Afya.